mwanangu umefika kwenu, hapa na baba yako, lakini kabla hujaingia nyumbani kwenu hapa, sisi tuna mila na desturi, lazima nikufanyie mila kwanza. Basi naomba nikutambikie kidogo. Huo nagamba mwanangu, ukolele hale, ukeza nagamba woso kukuta kila kulumela kumoso, wekale hale na weye. Ukeza ano kila chintu chako chete vyedi kabisa. Karibu. Karibu. Keti hapa. Sangote. Naam. Jo. Sasa bwana, nimekuja na mgeni. Unamwona huyu? Ndio, shikamoo. Marhaba. Habari za hapa? Hapa tunamshukuru. Kuna shida yoyote hapa? Hapa bwana, shida ni maji na TV imeungua ile pale. Mbona natumia radio sasa hivi? Sasa hiyo swala kwangu mimi ni dogo, mjaniambia tutalizungumza. Lakini kimoja kikubwa cha msingi, nimekuja na dada yenu. Unamwona huyu? Ndio. Huyu anaitwa Sofia. Ni dada yenu, walikuwa kama mikoani huko mkoani, kwa amekuja kwao. Sasa. Hapo ndio kwenu Sofia. Huyu ni kaka yako anaitwa Sangote. Sangote ni kijana wangu wa kazi, ananisaidia sana sana. Ndugu zako wako wapi? Wametoka. Naona kaka zako wengine, pana Musa, pana Yusufu. Wote wametoka. Musa alielekea baharini, Yusufu sijajua alielekea huko. Amenunua boti ya? Siwezi kujua kama atakuwa na boti kwa sababu ya mipango yake. Unajua watoto sasa hivi wana siri. Maana yule mtoto wa nyoka ni nyoka, labda anafuata biashara za mzee wake anaofanya, naye akafumbua biashara yake. Kwa sababu baba wangu mfanya biashara yake, akaamua kuwekeza kwenye uvuvi huko. Ni kweli. Kwa hiyo tatizo lingine ambalo linawakabili hapa, kuna shida yoyote hapa? Hapa kuna bili ya maji tunadaiwa shilingi 50,000 pamoja na television hapa inaungua. Hiyo bili ni ya mwezi mmoja tu au miezi miwili? I think kama miezi miwili kwa sababu kuna wapangaji kule. Na nilimwambia Musa akutafute. Mbona mjalipigia simu? Mimi nahisi kama Musa atajisikia vibaya ndio maana Hapana. Wewe fanya nilichokuagiza. Wewe lazima yeye, kwa sababu wewe ndio kila kitu, wewe ndio unasimamia taratibu zote hapa. Unaelewa? Kwa hiyo inapotokea kitu kama hicho muda wote, saa yoyote, nipigie tu mimi. Sasa anyway, tuache hapo. Nimekuja na mgeni, namuona. Huyu ni dada yenu. Wewe amezaliwa huko mikoani, kwa amekuja kwao. Hapa ndipo babake. Naomba muishi naye vizuri, mshirikiane. Sawa mwanangu Sofia? Shirikiana na kaka zako vizuri. Chekeni, masiara ndugu inakuwa ni sehemu ya maisha. Sawa Sangote? Sawa sana. Dada yenu ni mgeni, kwa hiyo muonyeshe mazingira yalivyo hapa, majirani zetu wakoje, wanaishije. Hayo ndio maisha. Kuhusu hilo mzee, naomba uondoe shaka kabisa. Na kama ulivyotanguliza hapo awali, unawahi vikao. Mimi ningekusii wewe uendelee kwa hii kikao kwanza. Umeona, mimi hapa ni tulia hapa na sister, nimwelekeze baadhi ya vitu na mambo mengine yaendelee. Kukaa chumba hicho hapo cha Musa. Nataka dada yenu Sofia. Sofia utakaa chumba hicho hapo. Ndio utaishi hapo. Alafu Musa arudi atakaa na Yusufu. Chumba hiko? Chumba hicho huko. Kule kwenye vyumba vya wani kule wewe una chumba chako. Endelea kuishi kule. Lakini taratibu za maisha mnakula pamoja, mnashirikiana. Mimi bwana naondoka. Na kikao na wafanya biashara wenzangu. Ndio. Kwa hiyo nikikamilisha kama kuna shida yoyote, kuna taratibu zozote, nipigieni tu, tutawasiliana. Basi haina shida. Mwanangu Sofia, mimi naondoka naenda kwenye mikutano yangu, kwenye biashara yangu. Tutaonana baadaye. Kama kuna tatizo utanipigia simu. Bye bye. Msaidie baby. Usone kimya, dada alikuwa anatazama tamthilia, alikuwa anamfuatilia movie. Tamthilia gani hiyo? Haya Kituruki. Ni nzuri. Yeah. Zangu umekaa tu huko ndani, utoke hata nje, ukajumuika na wenzio, piga nao story, au umekaa tu ndani.
Dada Sara. Sio kama napenda kupika. Yaani natamani ningekuwa napata kijikazi nini kwa najishughulisha lakini hamna. Sasa nitafanyaje? Nikae montani. Simwambie hata baba yako hela kwenye biashara yoyote. Anipe hela itolewa. Babako ana hela kama nini? Kwani huyu babako ana hela? Ana manyumba. Ana nyumba kama 6. Moja iko Songoto, Kiungani, Mtambo na hii hapa pia yake. Unaona mbona ya kweli unawakana naye? Ya kweli Babako babako ana hela. Lakini sijui afanya kazi gani. Hela kwa hela tu anazo mwenzangu. Babangu hajionyeshi. Babangu hana hela na isitoshi. Mambo kama hayo wanatakiwa wafanye watu wenye pesa zao, wenye magari, ndio wanajua kutunza watoto wao, familia yao. Lakini sisi wa maskini, wazazi wetu watolea wapi hizo pesa? Sofia, endelea tu kulala huko ndani. Utashakuwa uchocha maharage tu. Babako ana hela kama zote. Usiniambie. Babako ana hela, wewe mkazanie. Babako ana hela chafu. Mimi nakwambia. Yaani akikupa hiyo hela utakuja niambia, utanipa mkono. Endelea kunipa. Nipe mengine unayojua juu labda. Na anao nani hajapiga story hata siku moja akasema mimi na nyumba. Sitaki kumsikia. Mimi zaidi alivyokuja kanitambulisha kuna kijana pale, kuna kijana hivi, anasema alikuwa anamsaidia kazi siku nini na kuna kaka zangu mimi hapa. Basi hajatambulisha wengine. Yaani mkazanie. Sasa nini unajua Desa? Nipe wiki moja. Utaona mabadiliko yangu. Sawa. Asante kwa kuniambia shujaa. Wewe ndio umenifunga masikio. Nilikuwa sijui chochote. Ndio hivyo sasa. Oh, Sofia. Abe. Njoo mwanangu. Haya, habari za hapa? Nzuri, sawa baba. Marhaba, mmemkaje? Nzuri, sijui kutoka. Mimi nyumbani huko nakotoka mwanangu salama kabisa. Nafikiri nilikupigia simu yangu. Umeshajiandaa ili nikakuonyesha maeneo ambayo utafanya kazi uweze kupata riziki, usikae tu bure hapa nyumbani. Umejiandaa? Yeah. Basi tueleze tulikupeleke. Sawa baba. Asante. Yeah. Okay. Hello, habari ya kazi? Salama, karibu. Asante. Basi anyway, nimekuja hapa nimwaletea ndugu yenu, huyu ni mtoto wangu, binti yangu anaitwa Sofia kutoka mkoani. Nimemleta hapa ili muweze kumfundisha kazi ili azoee. Nafikiri mtampa ushirikiano wa kutosha. Si ndio? Naomba mumpe ushirikiano wa kutosha kama kawaida. Sofia, naona endelea kuangalia. Unaangalia magauni haya yana majina yake, yana staili zake, yanakodishwa kwenye sherehe mbalimbali. Na pia kama maharusi pia wanapambwa hapa. Alafu baadaye akijua basi ataenda naye kwenye sehemu nyingine. Kama vile nyie vile mlivyoanza mpaka baadaye mkawa mmezoea namna hiyo. Si ndio? Katika maduka yetu hii pia ni ofisi yetu. Hawa dada zako watakufundisha kazi, utaelewa. Alafu baadaye ndio utaenda kwenye sehemu yako ambao utakuwa nimekupangia. Kwa hiyo hapa Karibu hapa na sabuni kwetu, ndio tunakufunzia. Karibu. Asante. kuna magauni pale yanakodishwa. Umeona? Kwa unaweza ukapita pale ukaangalia. Nenda angalia. Vile magauni yao yana majina yake, lakini watakwambia hili linaitwaje, hili jina lake linaitwaje. Unaonaje? Mazuri. Umependa kazi yako? Nimependa baba. Utakuwa mbunifu. Kwa sababu kazi kama hii ya urembo hii kidogo inatakiwa kidogo uwe mbunifu kidogo.
utapata kitu kikubwa sana. Njoo. Baba, asante. Asante jamani, sije kuona mambo kama haya katika maisha yangu. Wow, baba, asante. Mimi pia nimefurahi sana wangu. Keti. Sasa kuna 100,000 nikukupa hiyo. Utapa wenzako shilingi 30,000 kila mtu. Kama kuna tatizo basi utanipigia. Lakini hakikisha unajua. Sawa. Atagea 30,000 alafu baadaye tunajua tena hii hapa. Okay. Bye. Situliyasema toka enzi ya zamani. Shani. Nauliza kina dada mwagombea kitu gani? Shani. Mnagombea kisiki kisichoota majani. Shani. Kama ni huo mchele wanunuliwa dukani. Shani. Ukitaka kujiroli paka uende saluni. Shani. Mwanjuma huyo Mwanjuma mama Mwanjuma wangu Pekecha mwanangu Mwanjuma wangu Mwanjuma dada Mwanjuma mama Pekecha Chaneli ya mpira mwanangu wetu. Hamna. Mzazi alipia. Mzee mgumu ngana nini wewe? Yusufu, ni nani amekutuma kwenda kuchukua hela zangu kwenye nyumba ya bondeni ile nyeupe? Baba, sijui tuliongea juzi kuhusu matengenezo ya nyumba. Tumeongea kikao gani bwana wewe? Kuhusu White House. Sawa. Umeongea na nani? Na wewe baba? Sijakuwa na kikao na wewe hata siku moja. Baba umesahau baba. Unacheza na mali zangu sio? Nyumba ya kwako au ya kwangu? Nyumba ni ya kwako. Sasa nani amekutuma kwenda kuchukua hilo wewe? Hakuna wewe mtuma, lakini jamaa alikupigia simu kwa upatikani baba. Sasa hizo hela ziko wapi? Hela ilishapelekwa kwenye matengenezo. Inakuhusu. Ninapoongea babako funga mdomo. Vipi wewe? Unanikasirikia mimi? Mimi nakueleza. Yusufu, nisikilize. Mamako ameondoka ameniacha na kiwanja tu hapa. Nikateseka, nikachimba mtaro, nikauza korosho, nikajenga, nikakusanya, nikawakusanya wanangu. Bado mnaletea dharau. Nimeweka mtu akusimamia hizi ili familia yangu isikosane. Au umetumwa na mamako? Unataka kutuzunguka sio? Baba umeelewa? Nakwambia unacheza na mali. Baba! Nyamaza. Mbona umekuwa hivyo? Babua zangu tubarikie. Wanaume wanapoongea unatulia. Au unataka kuletea tabia za mamako? Pusi. Unasikia wewe? Hiyo tabia sasa kusikia kabisa. Mamako huyu unamjua. Hapa ameniacha na kiwanja tu. Nimechimba mtaro mimi, nimeuza korosho hapa. Nikasimamisha hii nyumba. Umetumwa na mamako? Umetuma na mamako? Sasa kwa taarifa yako hii nyumba anauza, ampati kitu, utafanya taratibu zingine. Na wewe ukiona wanaume wanaongea, funga mdomo. Sisi ni wanaume tunaongea, mimi ndio babako. Unadharau sio? Siniangalie hivyo. Macho mabaya kwenda huko. Nitakurudisha nilikokutoa. Kwa nini usiseme tangu hapo mwanzo? Kwa nini tuache huko vijijini? Kwa nini sisi wanao? Mnapanga, kama ni wanangu mnapanga. Hata njia pia na watoto. Unanisikebeza babako sio? Ungekuwa unataka kuishi na mali zako, usingetuita tu. Nakwambia nyamaza. Umenitoa kwetu umekuja hapa bado unanibania pesa zako. Hapa ni kwangu. Sawa? Unachukua tabia za mama yako sio eh? Unachukua tabia za mama yako naye. Tabia za mzee mnazileta hapa kwangu. Sisi wanao baba. Nasema hapa ni kwa Mr. Makweba aka Papa, mtafuata taratibu zangu. Hata hapa kwa ajili gani? Kama mapambo, mali zako azirisi. Nyamaza, nilikwambia naongea na huyu Yusufu. Ni kakaangu. Ni kakaangu Sofia, bado sijapambana na wewe. Dada yako inachemka anamalizana na huyu. Hiyo leo umechukua umepeleka wapi pumbavu wewe? Sangote? Naam. Si unajua taratibu wetu? Ya, najua. Kwamba wewe ndio unasimamia mali zangu. Hapa nimeweka utaratibu. Ina maana kama wewe unasimamia, hakuna mali ambazo zinakosa management. Nimemchagua Sangote, ni kijana ambaye namwamini. Toka mdogo niko naye. Mwaka wa 18 huu. Mali zinastawi zinakwenda yuko hivi hata tabaa. Ungemkuta hapa na chini kubwa. Yuko hivi mtoto wa watu. Ni mmoja familia yangu.
Kila kitu sangote, kila kitu sangote. Hata mkifa mimi hiyo watabaki tu. Nimechoka baba na hizi tabia. Nimechoka huko ndani. Nimechoka jamani. Peleka tabia ya mama yako huko. Wewe acha kulisi tabia za wajomba zako. Ukiamka tu hapa ni mtoto wa kazi, mikate enda Blue Band. Mambo gani hayo? Puzi wewe. We mama funga leso Naumia. Mama leso we Naumia. We mama leso we Naumia. Mama leso we Kaka. Eshi kabisa. Mambo nani? Namshukuru Mungu. Wapi hiyo? Tunatoka kazini hivi tunarudi nyumbani. Afadhali ndugu yangu niongeongea hata shilingi 5,000 nikale. Si unajua tena. Yaani hela zote nimeziacha ofisi. Hapa tulipo hatuna hata 100. Mbona singosa wote wewe? Wewe tunatembea kwa mguu. Kamusa. Kwani leo jana na baba? Mimi sijaona naye bwana. Ngeni bwana. Usimpigie simu. Oh, msachi nani bwana Musa, mbona kama mambo hayo sasa hivi barabarani kwa upo umenisachi mimi wakati wewe mwanaume bwana? Naye mwingine asimkani. Mimi wewe mbona una? Mpaka kwa nyumba mimi. Sasa uko gani pale? Kwa kinesi utafuta jobo. Alafu mimi ishu zako nazipata sana kwa habari zako. Kuna mtu anzimile na muonga Mimi tutaongea baadaye. Ongea kitu gani tutaongea bwana, mimi namaliza hapa namaliza. Wewe vipi? Mimi nakuchania tambara. Wewe vipi wewe? Yaani wewe ndo badala ile akuongea wewe ndo unamuonga ule mpumbavu wewe boya wewe. Huyu jamaa wako boya wako mimi nakwambia mimi. Wewe usikie kwa makini. Yule boya wako mimi na mind sana. Ajisifu ile mbona unabonga hela tu afu mimi unanibania si ndivyo? Sasa umenitafuta barabarani kunidhalilisha ama vipi? Unasemaje? Umenita kudhalilisha? Mbona unaongea wewe kama nani? Kama unaongea wewe mpumbavu wewe. Sagote. Angalia paka wewe. Tuondoke. Tuondoke. Wewe nini wewe brother Musa? Wewe mwanaume mzima unaomba yao utagemea za baba. Muone